Naam, habari gani mwanamichezo mwenzangu, karibu tuzungumze yale yote ya michezo. Kubwa zaidi tunaangazia mchezo wa Young Africa dhidi ya Fountain Gate ambao unapigwa kwenye dimba la KMC, ambapo mwenyeji wa mchezo huu ni klabu ya Young Africa. Sasa pembeni hapa niko na shabiki wa Young Africa, Kabea Yanga. Yeye anatupitisha mawili matatu kuelekea mchezo huu. Kubwa zaidi ni kuangazia tu yote ya kimichezo na mawili matatu ambayo kwa ubora wa Yanga pamoja na Diala, na pia tutazungumzia siku ya leo. Mambo vipi ndugu yangu? Bwana salama. Vipi ndugu yangu? Matokeo ni mazuri kwa upande wenu, hasa kwenye upande wa klabu bingwa, na mpaka sasa hivi mpo nafasi ya pili. Tunashukuru Mungu maana makundi yalivyopangwa kwa muonekano wa Afrika nzima na mashabiki wa Tanzania, hasa wa upande wa pili walijua Yanga ataburuza mkia kwenye kundi, lakini tunamshukuru Mungu tumeshika nafasi ya pili tukiwa nyuma ya Al Ahly ambaye anaongoza kundi na sisi tukiwa wa pili. Ni jambo la kumshukuru Mungu na kuwapongeza wachezaji walivyojituma na kuweka akilini mbinu za kocha. Kupata ushindi mechi moja ya nyumbani na kutoa draw mechi moja ya ugenini sio kitu kidogo, hongera kwao. Sawa, kwa haraka tunaomba tuanze kwanza na ubora wa golikipa Diara ambaye wenzetu wa Dar es Salaam waliweza kuandaa kama challenge fulani kwa ajili ya kumpa chochote kwa kila alichokifanya kimataifa golikipa Diala. Kwa upande wa nyinyi mashabiki wa Young Africa ambao mpo mikoani, mna kipi hasa ambacho umekiandaa kwa ajili ya kuunga mkono jitihada za wenzenu ambao wako Dar es Salaam? Kwanza sisi tunashukuru kwa washabiki wenzetu wa jiji la Dar es Salaam kwa kumpongeza Diala na kumpa zawadi ya kile kitu alichokifanya kule. Sisi tungependa kutoa maoni kwao, wanapotaka kufanya jambo zuri watushirikishe na sisi ambao tuko mikoa mingine, ili tuweze na sisi kuongezea chochote kwa mchezaji anayefanya vizuri na ambaye anatakiwa kupewa zawadi, na sisi tuweze kuchangia chochote, sababu Diala amefanya jambo kubwa. Ile save ya mwisho ndio imefanya Yanga wapata ile pointi moja. Maana ile save ilikuwa ni ya dakika za mwisho za nyongeza. Sawa, ni kwa nini Diala na pengine pasiwe golikipa mwingine? Diala kwa upande wa Yanga amefanya mambo makubwa toka alivyokuja kwa msimu minne, na huu ni msimu wa 5. Tumechukua makombe 4 mfululizo, tumechukua CRDB mara 4 na ngao za jamii 3 ikiwa chini yake. Ni golikipa ambaye ana experience kubwa, ni golikipa ambaye ana uwezo mkubwa. Kwa hiyo kwa kiwango chake ni golikipa ambaye kwa Afrika ni makipa wachache sana na kiwango kama yeye. Kwa upande wa Young Africa hapa nchini Tanzania umeonekana ni bora sana. Pengine mwanzo wakati makundi yanapangwa tuliweza kuona kwamba kundi la Yanga lilikuwa ni kundi baya, na pengine Yanga asingefika nafasi hii ambayo mpaka sasa alivyo, tofauti na wenzao Simba. Lakini kwa upande wa Yanga ni kama wamefanya surprise, na sasa hivi wako nafasi ya pili katika msimamo wa kundi lao. Hiki ni kipi ambacho kocha pamoja na benchi la ufundi la Young Africa wamekitumia mpaka kufanikisha kuwa nafasi hiyo? Wakati makundi yanapangwa, kiukweli ilionekana Yanga, hata si mashabiki wa Yanga tuliona ni kundi gumu. Ukiangalia katika lile kundi wote wale walishakuwa ni mabingwa wa Afrika. Yanga peke yake ndo ambaye hajawahi kufika hata nusu finali. Kundi linapopangwa yeye ndo alikuwa kama vile underdog. Sasa kitu kilichoenda kutokea ni viongozi na kocha kuongea na wachezaji kupambania nembo ya klabu ya Yanga, na kiukweli wamepambania na wamejituma kwa uwezo wao wote mpaka hapo walipofikia kwa mpaka ligi inaenda kusimama kwa na pointi 4 kushikia nafasi ya pili. Sio kitu kidogo, ni wachezaji wamepambana na mbinu za kocha, sisi tunawashukuru kwa hilo. Kwa hiyo mnachokisema kwamba ni mbinu za kocha zimefanikisha paka Young Africa kufika nafasi hiyo kwenye msimamo wa kundi lenu kwenye ngazi ya klabu bingwa. Lakini sasa tuangalie Romain Folz pamoja na kocha huyu mpya. Na maana Romain Folz alikuwa hana chemistry nzuri na wachezaji waliopo, au Romain Folz alikuwa hana performance nzuri au level kubwa ya kocha tofauti na aliyokuepo hivi sasa? Romain Folz alikuja na kutaka kuweka mbinu zake, ndio maana alianza kumtumia Andambwile kama namba 6. Lakini Andambwile alikuwa ni namba 6 ambaye alikuwa hawezi kupokea mipira, ambaye alikuwa hawezi kuifungua timu, alikuwa hana ubora ule ambao waliuacha Tanga lao kidogo kwa Khalid Aucho. Lakini alivyokuja kocha mwingine akamrudisha kiungo ambaye amecheza mechi nyingi na kuweza kubadilisha kikosi. Amebadilisha upande wa Mdathiri, amemweka kama namba 10, amemweka Duke Abuya kama namba 6, na kuingiza mfumo wa Yanga ambao wanatumia viungo wengi, na mfumo ambao ndo Yanga aliuacha makocha wengi waliopita, mfumo ambao ulianzishwa na Nabi. Makocha wengi wamekuja na kutumia huo mfumo, na kocha alivyokuja huyu badala ya Folz ametumia huo mfumo na umemlipa.
Sawa, turudi Tanzania. Mpaka sasa kwenye msimamo wa ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League, wanaitwa TP Salindanda Pamba Jiji mpaka sasa hivi wako kileleni wakiwa na pointi zao hizo. Young Africa kesho wanacheza. Tupitishe kwenye hiki, ni kwamba Yanga anakuja na makali yake yale ambayo anaonyesha klabu bingwa, au pengine anaweza kashikwa shati na Fountain Gate. Kwanza Fountain Gate wenyewe sasa hivi wamekaa wako sawa. Hizi mechi za karibuni wameonyesha kiwango kizuri, na Yanga wanakuja wakiwa wametoka kucheza na timu kubwa, wameonyesha kiwango kizuri, lakini lazima mwalimu atafanya rotation ya wachezaji wale ambao wamecheza kule, sio hao ambao watakao kuja kucheza huku, na hao wachezaji ambao atakao waanzisha ni wachezaji ambao yeye hajawahi kuwatumia kwenye mechi ya aina yoyote. Kwa hiyo itabidi hizi siku mbili ambazo yuko nayo kwenye uwanja wa mazoezi training nao awaelekeze, alafu ndo aje, lazima abadilishe wachezaji wale wameshatumika, na wenyewe itabidi wapumzike, sababu akitoka mechi hiyo kuna mechi nyingine, itabidi afanye rotation kubwa ya wachezaji, au wapumzike au waingie, ili aweze kupata matokeo. Inabidi wachezaji wenyewe wapambanie. Kuna swala la fatiki, ni kwamba kwa haraka haraka kimtazamo wa nje unaona kama Young Africa sio kikosi kipana. Wachezaji ni wale wanaocheza klabu bingwa na wanaocheza ligi ya Tanzania NBC Premier League. Sasa hivi wanatoka kwenye michuano ya klabu bingwa, wanakuja kwenye ligi kuu ya Tanzania bara. Haoni kutakuwa na uchovu wa kutosha. Na ukiangalia kikosi cha kwanza cha kocha mkuu ni kile ambacho kinakwenda kucheza kwenye Premier League. Haoni wanatengeneza fatiki kwa wachezaji, kuwarudisha wale ambao wanacheza klabu bingwa na sasa hivi wanacheza kwenye Premier League na kuruhusu magoli kwa Yanga. Yanga kusema na kikosi kidogo si kweli. Yanga na kikosi kikubwa. Kusema bahati mbaya wale wachezaji waliosajiliwa ni wachezaji ambao bado hawajaingia kwenye mfumo wa timu. Kwa hiyo wanaingia taratibu, kama kina Dumbia naona anaingia taratibu, Kouma anaingia taratibu. Naona ambaye bado hajaingia sana kwenye mfumo ni yule beki ambaye alitoka Fountain Gate, I think yule ndo bado hajaingia. Na hii mechi hapa ya ligi ni lazima abadilishe, kwa sababu kuna Baka na adhabu. Kwa hiyo pale lazima ataingia acheze kapteni Mwamnyeto ili wacheze. Na kwa wachezaji wale wa Fountain Gate na wa Yanga ambao hawakucheza kule, kiwango sio kwamba kiko mbali sana. Wale wachezaji wanatosha kabisa kupambana na Fountain Gate na kupata matokeo. Kwa upande wa safu ya ushambuliaji wa klabu ya Young Africa, tukimzungumzia Mzize, pengo lake linaonekana wazi kabisa. Kwa upande wa Celestine Akwa ni kama mkimbiaji ambaye hana tija na anapewa sana pasi, lakini anashindwa kumalizia. Shida ipo kwa Akwa au pengine ni mwalimu anashindwa kumtengeneza na kuwa tegemeo kwenye upande wa ufungaji wa magoli? Shida pale mbele kwa Yanga, shida ya kutumia nafasi ni kweli. Hiyo shida ipo baada ya huyu namba 9 ambaye alikuwa anategemewa Dube kuwa anapoteza sana, na wachezaji kama kina Akwa wakaona hii ni nafasi, lakini bahati mbaya wenyewe wakichukua wakitengenezewa nafasi na wenyewe bado wanaendelea kupoteza. Na ukiangalia inafikia hatua Pacome anashuka chini sana kuja kuchukua mipira ili apeleke juu ili kwenda kutengeneza nafasi. Nafikiri labda dirisha dogo wanaweza wakatafuta mtu mwingine au kusubiria Mzinzi akipona, lakini kwa wachezaji wale pale mbele Celestine Akwa, Prince Dube bado wanapoteza nafasi kwa wingi. Nafasi zinatengenezwa nyingi, wanapoteza nyingi. Kwa kumalizia tu, hasa kwa mashabiki wa klabu ya Young Africa ambao wako Dar es Salaam, tukimzungumzia mwalimu Yanga ambaye ndo alianzisha hii Harambee ya challenge kwa ajili ya kumchangia kitu kidogo Diala. Sasa kwa nyinyi mashabiki ambao mpo mikoani, mna kipi cha kujazilizia ili mwalimu Yanga au anatazama hii video aweze kuitisha kikao maalum kwa ajili ya wanachama walioko mikoani, na hizo chagizo ziendelee kuendelea kwa ajili ya kuwapa motivation wachezaji? Sisi tungependa kuwaomba kama kuna jambo ambalo wanalifanya kwa kumchangia, kwa kumpa zawadi mchezaji, basi waweze kutoa muda na waweze kututaarifu wanachama na washabiki ambao wako mikoani, ili na sisi tuweze kuchangia, tuweze kuwatumia na sisi tuendelee kusupport, ili sije kaonekana kwamba ni washabiki tu wa Dar es Salaam ndio wanasupport wachezaji, lakini hata sisi huko mikoani tunapenda jambo hilo. Basi wakitaka kulifanya watushirikishe na sisi tuweze kuchangia. Nakushukuru sana ndugu. Shukrani.